Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo unaendelea kufuatilia video mahali hapa. Yes, ubarikiwe sana. Kwa majina naitwa Winifrida Patrick Mayengo, na siku ya leo tunafanya muendelezo wa ile video ambayo nimeshakwisha kuiposti mahali hapa. Yes, the last video ambayo niliposti mahali hapa ambapo nikiongelea nguvu ya kushinda. And today tunaendelea kuangalia kuhusiana na hiyo topic. Nilikuwa naongelea kwamba kuna nguvu ya kushinda. You have power kuweza kushinda majaribu. Tulikuwa naongelea swala majaribu. Nikawa nimeiangazia ile sala ya Baba Yetu ambako kuna mahali Yesu alisema katika yale maombi anasema usitutie majaribuni bali utokuwe na yule muovu. Yes, bali utokuwe na yule muovu. Kwa hiyo yako majaribu ambayo yapo hapa duniani yanakuja kwetu. Na lengo la hayo majaribu kuja kwetu ni kwa ajili ya kututoa katika nafasi zetu kwa Mungu. Mungu alipoiumba mbingu, alipoumba nchi, alimweka Adam na Eva katika ile bustani. Na alipomweka mahali pale, alikuwa anataka mwanadamu awe na fellowship na Mungu daily. Lakini baadaye kuna jambo ambalo lilitokea pale bustanini. Na kilichotokea ni kwamba Shetani alikuja akawajaribu, wakala tunda, na baada ya kula lile tunda likawafanya watoke katika uwepo wa Mungu, watoke in the presence of God. Shetani alichokifanya katika bustani ya Edeni hata leo bado yuko anakifanya. Analeta majaribu kwa watu na watoto wa Mungu ili uweze kutolewa katika uwepo wa Mungu, uweze kutolewa katika presence ya Mungu, ili kuweza kuyaharibu mahusiano yako na Mungu. So ni jukumu letu sisi kuweza kulinda mahusiano yetu na Mungu. Ni jukumu letu. Na hata Mungu ameweza kutoa njia mbalimbali ni namna gani ya kuweza kusimama na kuweza kumshinda muovu katika majaribu mbalimbali anayoyaleta kwenye maisha yetu. Majaribu yapo. Hayo majaribu it's a given, yatakuwepo. Kwa hiyo kwa sababu majaribu yapo na nguvu ya kushinda hayo majaribu pia ipo. Mungu alijua, anasema ulimwenguni mnayo dhiki lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu, nanyi pia mtaushinda. Ukiangalia pale Getsemani, walipokuwa pale Getsemani wanasali, aliwaambia ombeni msije mkaingia majaribuni. So one of the technique au one of the ways itakao kusaidia wewe kuweza kujikinga na majaribu ni kuwa na maisha ya maombi. Kuwa na maisha ya maombi. Unapokuwa na maisha ya maombi inakusaidia wewe kuweza kuzipinga hila za yule muovu. Na ndio maana neno la Mungu sema ombeni bila kukoma. Kwa sababu gani? Shetani daily anahangaika kukutoa katika uwepo wa Mungu. Na kitu ambacho nilikigusia kwenye last video nikasema kwamba wakati mwingine shetani anaweza kukuingiza katika dhambi, katika vitu mbalimbali ambavyo ukawa unavitenda. Ndani yako unaamini nimeokoka, nampenda Yesu, unamkiri Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wako, unasema ninampenda Yesu katika maisha yangu na kila kitu, unaenda kanisani, ni muumini mzuri, Biblia unaijua, maombi unayajua na kila kitu. Lakini unajikuta kuna vitu shetani anakuweka chini ya vile vitu ambavyo moyoni mwako kabisa unajua, unashuhudiwa hivi vinanifanya mahusiano yangu na Mungu yaweze kuzorota au yaweze kuharibika au yaweze kubomoka kabisa. Unashuhudiwa ndani yako. Lakini pia shetani anakuletea uongo, kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Anakuletea uongo wa kukufanya uendelee kukaa katika dhambi ile ile ukijitia moyo, Mungu wangu ni wa rehema, Mungu wangu anaweza, Mungu anaujua moyo wangu. Yes, watu wangesema Mungu anaujua moyo wangu. Okay, Mungu kujua moyo wako haitoshi. Vitendo vinatakiwa vidhihirishe upendo wako kwa Mungu. Upendo wako kwa Mungu unatakiwa uonekane katika matendo, sio katika maneno. Neno la Mungu anasema hivi, watu hao wananikiri kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Wananikiri kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unamkiri Kristo, unajikuta unaenda kanisani, unajikuta unasoma neno la Mungu, lakini moyo wako umenaswa mahali. Shetani amekunasa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tuangalie Waefeso 6. Waefeso 6 mstari wa katika Waefeso 6 tunaangalia hapa kuanzia mstari wa 10. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu muweze kuzipinga hila za shetani. So shetani ana hila. Shetani ana hila. Kuna mambo ambayo anayaleta kwetu kwa hila, kwa siri, ambako yanapendeza macho yetu, kwa sababu yana sweet our desire. Unakuta tunaangukia katika hayo na tunayatenda. Na katika kuyatenda, unajua ndani yako, unahukumiwa ndani yako, lakini unajikuta huwezi kutoka. Kwa sababu gani? Nguvu ya kushinda imeondolewa kwako. So anasema kwa maana kushindana kwetu si kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi na mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. One thing we need to know, katika kumpinga shetani na kazi zake, tunataka tujue kwamba hiyo vita ni ya kiroho. Kuna vitu wanavifanya kimwili, lakini si ni kiroho. Mambo mengi tunaona katika ulimwengu wa kawaida yanaanzia katika ulimwengu wa roho. Shetani anapoleta uovu au anapoleta majaribu kwako, lengo lake ni kuikamata roho yako. Akishaikamata roho yako, unakuta sasa anachukua control ya maisha yako. Unakuta sasa wewe mwanzoni tu unaanza inakuwa tu kama nikunywe tu pombe, nikunywe pombe, lakini kadri unavyoendelea unakuta umefungwa pale. Inaanza kufungwa katika ulimwengu wa roho, unafungwa katika ulevi, labda unafungwa katika different kind of addiction, unafungwa katika sijui kusengenya, kusema uongo, sijui kuiba, kufanyeje, vile vitu kadha ambavyo shetani anavileta. Anajua kabisa ukivifanya hivi vinakukosesha wewe na Mungu wako. Anavileta kwenye maisha yako. Katika ulimwengu wa nyama unavifanya tu, lakini vinakufunga katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unakuta mtu uliingia vizuri wewe mwenyewe kwa kupenda, siku ya kwanza ulitest labda ni pombe, kaona ni nzuri, kesho tena ukaenda ukanywa, kesho kuta tena ukanywa, ukajikuta sasa umekuwa hauwezi kucontrol the desire ya wewe kutaka kunywa pombe. You cannot control the desire wewe labda kusengenya, kusema uongo, kufanyeje. You cannot control yourself. Kwa sababu gani? Imefungwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Mungu anasema kupigana kwetu si kwa damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimekuja kwenye maisha yetu, vililenga roho zetu kuifunga. Anaendelea sasa, anasema kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. I will repeat this verse. Anasema kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. So kumbe tunatakiwa kuvaa silaha zitakazo tusaidia kupambana na vile vitu ambavyo tayari vimeshashika hatima ya maisha yetu. Vile vitu ambavyo tayari vimeshashika nafsi yetu, roho zetu. Vile vitu ambavyo tayari vimeshakamata roho zetu. Ni lazima tujue sasa kwamba tunatakiwa kuvaa silaha za Mungu ili kuweza kuzipinga. When you are in any kind of addiction, when you are in any kind of activities mbalimbali ambazo unajua hizi ni kazi za mwovu kwenye maisha yangu, kuchomoka hapo ulipo kunahitaji silaha za Mungu ambazo ziko katika Efeso 6. Ziko katika Efeso 6 na nitazisoma. Kwa hiyo kumbe unapotaka kupambana na behavior fulani ambayo imeshakuja kwenye maisha yako, imeshayashika maisha yako, you need God. You need the power of God. You need the backup ya Mungu kuweza kuchomoka kwenye hicho kitu ambacho umejiingiza. Ndio uliingiza mwenyewe kwa kupenda, lakini sasa hivi umeshindwa kutoka kwa kupenda. Anaanza mstari wa 10 anasema, basi simameni hali mmejifunga kweli kiunoni, kivaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo twaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. So naomba nirudie mstari wa 16. Anasema zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Yes. Imani. Kumbe kuna silaha ya imani hapa. Anasema mstari wa 17, anasema tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu.
kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Yes, twaeni tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa neno la Mungu. Okay. Let me summarize it for you. Kuweza kujitoa ama kutoka kwenye vitu mbalimbali ambavyo tayari umeshaingizwa na muovu shetani, unatakiwa kwanza upokee silaha ya imani. Uwe na imani. Anasema upate chepeo ya wokovu, alafu kuna neno la Mungu. Okay. Unapowekwa mateka mahali, naomba unisikilize kwa makini hapa. Unapokamatwa, labda watu wanakuja wanakuteka, wanakufunga mahali. Wanapokufunga, maana wale watu wana nguvu kuliko wewe. Na kwa sababu wana nguvu kuliko wewe, ili kuweza kutoka pale inahitajika nguvu ya ziada kuliko ile nguvu iliyokukamata. Nielewe hapo. Ikiwa mtu amekukamata akakufunga mahali, ili kuweza kutoka mahali pale inahitaji nguvu kubwa kuliko ile nguvu iliyokukamata na kukuweka mahali pale. Yes. Kwa hiyo shetani ameshatumia nguvu, amekukamata na kuweka katika mateka ya labda ya kusema uongo, mateka ya kusengenya, labda mateka ya ulevi, mateka ya uzinzi, mateka ya kuangalia video chafu, chochote alichokuweka mateka huko. Maana ni nguvu tayari imeshakukamata. Na kila unapojaribu kutoka wewe mwenyewe imekuwa ni ngumu kutoka. So, kwa sababu hii nguvu iliyokukamata imekuwa na nguvu kushinda nguvu iliyoko ndani yako, unahitaji nguvu iliyoko nje kuweza kukutoa mahali hapo. Na hiyo nguvu ni nguvu ya Mungu. Yes. Kwa hiyo you need Jesus in your life kuweza kutoka kwenye vile vitu ambavyo umefungwa ndani yake. Unamhitaji Yesu katika maisha yako, na ndio maana nasema chepeo ya wokovu. Chepeo ya wokovu. Kwa hiyo inabidi kwanza uanze kumkaribisha aliye na nguvu ndani yako, aweze kuona tatizo ulilonalo, aweze kukuchomoa hapo ulipo. Neno la Mungu asema nabisha odi mlangoni, afunguaye mlango ataingia ndani yetu. Yes. Kwa hiyo Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji na yuko tayari kukusaidia. Kilichopo ni wewe kumruhusu sasa Yesu aingie ndani ya maisha yako, aweze kuyaleta hayo mabadiliko kwako. Wewe binafsi hauwezi kuleta mabadiliko kwa sababu tayari umeshatekwa. Tayari uko under influence ya nguvu za mwovu. Kwa hiyo sasa tunamhitaji Yesu aweze kuingia ndani, ambaye yeye alijua kwamba watoto wake wamefungwa, watoto wake wamekamatwa katika vitu mbalimbali. Akasema because of that, ninakuja duniani, ninakufa msalabani ili kumkomboa huyu mwanadamu. Niweze kumtoa katika vifungo mbalimbali vilivyofunga maisha yake. So, kumbe tayari yeye Yesu alishakufa kwa ajili yako. Akatoa zawadi ya wewe kuwekwa huru. Na hiyo zawadi ni kwa wewe kumkiri kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako. Anasema kila aliyempokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kila aliyempokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. So, ziko benefit unazozipata unapokuwa mwana wa Mungu. Unapokuwa mtoto wa Mungu, hata ruhusu shetani acheze na maisha yako. Yes. Hata ruhusu acheze na maisha yako. Na niliwaambia katika ile video iliyopita kwamba shetani kuja kwenye maisha yako, sisi ndio tunafungua milango ya yeye kuja kuingia. Sisi ndio tunafungua milango ya kuja kuingia ndani yetu. Na wakati mwingine unaweza ukawa tayari ulishampokea Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, ni mtoto wa Mungu, ambako Mungu amekuwa akisema na wewe na anataka umsikilize na anataka umtii, lakini mwenyewe along the way kuna wakati ukaacha kumsikiliza Mungu, ukafungua sikio lako kusikiliza uongo wa shetani. Kwa hiyo ukajikuta uko ndani kwa Yesu, lakini pia shetani anaintroduce vitu ndani yako. Umeshafungua huo mlango, akaanza kuviingiza, tayari amekutoa. Kwa hiyo unamkiri Kristo, unaongea Bwana ni Mwokozi wa maisha yako na kila kitu, lakini maisha yako hayaonyeshi hicho unachokisema.
hayaonyeshi hicho kitu. Ukiangalia katika Ufunuo, kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa kwanza B, anasema tazama una majina ya kuwa hai lakini umekufa. Last video niliongelea kwamba unaweza ukawa unatembea unajiona uko hai lakini wewe ni mfu. Kwa sababu gani? Mtu unapoamua kutenda dhambi, dhambi inaleta ufu ndani yako. Neno la Mungu anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na nikasema ziko mauti za aina mbili. Inaweza ikawa ni mauti ya mwili moja kwa moja, ukawa umeondoka na usiweze kupata bahati ya kufufuliwa ile siku ya mwisho na kwenda mbinguni. Ama inaweza ikawa kwamba uko hai, unapumua, unaongea vizuri, lakini Mungu ameondoka ndani yako. Na Mungu anapoondoka ndani yako, maana yake ni kwamba ile ahadi ya uzima wa milele. Unajua, we believe kwamba mtu anapokufa anakuwa hajafa, amelala, baadaye ataamshwa. Itafika siku parapanda italia, huyu mtu tena atainuliwa na kwenda mbinguni. So pale unapoamua kutenda dhambi, maana yake umejitoa katika ile ahadi ya kuweza kuiona ile mbingu. Anasema tazama, anasema nyie bakini hapa, mimi nakwenda kuandalieni makao ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Kwa hiyo tunapompokea Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunakuwa tunapewa garantii ya kwamba okay, kwa sababu umenipokea, kwa sababu umeniamini kwamba mimi ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, basi ninaandaa makao kwa ajili yako, kwamba kuna siku nitakuja nitakuchukua. So huyu mtu ambaye amekufa katika Kristo, tunaamini ya kwamba ile siku parapanda itakapolia atakuja kuchukuliwa na kupelekwa mbinguni kwa Baba. Lakini kuna wengine parapanda itakapolia, wao hawataweza kupata hiyo bahati ya kwenda mbinguni, bali wataenda jehanamu, ambako ndio wasema uko ndiko mauti ya pili iliko. Yes. So, kwa hiyo unaweza ukawa sema Bwana Yesu asifiwe, unasema nimeokoka, nampenda Yesu, unafanya kila kitu unachokifanya, lakini kumbe una jina la kuwa hai lakini umekufa. Na ukiangalia, let me read again kwenye hiyo Ufunuo Ufunuo 3 anasema kwamba na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Anasema uwe mwenye kukesha ukiimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu. Mstari wa 3 anasema basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Lakini usipokesha nitakuja kama mwivi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Yes. Anakuja kama mwivi. Maana anasema saa ya kuja kwake hakuna mtu anayejua. It will be any time. So kama if it's any time, maana yake kwamba sisi tunataka tuyaimarishe. Anasema yaimarishe yale mambo yanayotaka kufa ndani yako. Yaimarishe mambo yale yanayotaka kufa. Dhambi inapoingia ndani yako, kuna vitu vinauliwa. Maisha yako ya maombi yanauliwa, maisha yako ya kusoma neno yanauliwa, maisha yako ya kufellowship, ya kwenda kanisani, ya kufanya, vinakufa. Ile appetite na mambo ya Mungu shetani waga anaikata. Kwa sababu ukienda huko utapokea neno, utaipokea kweli ya Mungu, na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo ili usipokee hiyo kweli, anaanza kukuweka kwenye vitu mbalimbali. Yaani kuliko kwenda kanisani, bora ukae nyumbani uangalie movie. Kuliko sijui kusali, bora uangalie YouTube. Kuliko kusoma neno la Mungu, bora uingie Instagram. Kwa hiyo unakuta vile tabia za kimungu, zile ratiba ambazo zinaweza kusaidia, yani ile tabia ya kuweza kufanya vitu vya kusaidia wewe kuweza kukua kiroho, vya kuweza kusaidia kupata nguvu ili uovu usije ukakuweza, basi vinakuwa replaced na vitu ambavyo vinapunguza nguvu za Mungu ndani yako kidogo. Shetani yeye ni mwongo sana na ni mjanja jinsi vile anavyofanya kazi. Anapokuja ndani yako kwa ajili ya kuyaharibu maisha yako, huaga anakuja kidogo pasipo wewe kujua, unajikuta tayari umeshazama. Unashangaa, unajua mimi nilikuwa jamani nilikuwa naombaga jamani, nikikaa niseme niombe. Yaani nilikuwa naomba kweli, lakini siku hizi sijui imekuaje. Jamani nilikuwa nikishika neno mimi nikisoma Biblia na ielewa, lakini siku hizi nikishika tu Biblia nalala. Jamani nilikuwa napenda kwenda kanisa, lakini siku hizi unajua, kwanza hiyo kiu ya kwenda kanisa utaanza kuangalia, kwanza watumishi wa Mungu ni waongo.
kwanza sijui wanataka tu sadaka zetu, kwanza sijui wanataka nini. Yaani shetani anakupa uongo unaofanania na ukweli, na wewe unaushika, unaokamata, kumbe lengo ni unatolewa. Biblia inasema msiache kukutanika kama ilivyo kawaida yenu. Mungu anataka makutaniko. Hizi ibada zilizoanzishwa makanisani Jumapili hazikuanzishwa tu kwa sababu tu yani kwamba tu watu wamekaa wakafikiria tufanye. No, Bible anasema ukiangalia ile kanisa la mwanzo walikuwa wanafanya mambo kwa shirika. Walikuwa wanakutana mahali pamoja, wanasali pamoja, wanasoma neno pamoja. Hiyo ndio structure ambayo Mungu aliiacha kipindi kile katika Matendo ya Mitume. So wewe kwenda kanisani unaona ngoja tu nikae nitafuatilia tu ibada online. Nikifuatilia ibada online it's enough. No. Sikiliza. Shetani ana njia mojawapo ambayo anasema divide and rule. Ana divide alafu anaanza kutawala. Wewe unakuwa divided, unatoka ndani ya kanisa unakaa peke yako. In that isolation is very dangerous. Shetani anakutumia kupanda vitu vyake. Siku ukija kugundua kashapanda vitu vingi ndani yako. Kwa sababu gani? Hauna ile jumuiya ya kukusaidia kuweza kuongeza nguvu. Okay, ngoja niongelee kwa namna hii. Tunapoenda makanisani, tunaposhirikiana na wenzetu, iko nguvu inapatikana katika umoja wetu. Na ndio maana kuna katika maneno ya Kiswahili yanasema umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Unapoenda kanisani utakutana na huyu, sijui kutakuwa kuna kuombeana, kuna kutiana moyo, kuna kuimarishwa na vile kila kitu. So find a time, go to church. Find a time, have a fellowship. Kuwa na watu wa karibu katika maisha yako, katika cycle yako, watakao kusaidia wewe kuendelea kukua katika mambo ya kimungu. Yes. So wokovu ni kitu kimoja kitakachokusaidia wewe kutoka katika vifungo mbalimbali vya uovu. Kitu kingine maombi. Anasema iweni mwenye kukesha, mkaimarisha mambo yanayotaka kufa. Katika kuimarika, katika iweni mwenye kukesha, mkaimarisha mambo yanayokaribia kufa. Ni kuwa ni mtu wa kupeleleza ndani yako na kudumu katika maombi. Sasa ukishakuwa umekamatwa na vitu mbalimbali, nguvu ya maombi inapungua. Lakini ukiwa ndani ya kanisa, wenzako watakusaidia katika maombi. Inawezekana hata wewe ukamshirikisha mtu, kuna hili jambo limekuwa likiasumbua maisha yangu, kuna hii sehemu nimekwama sitoki, ninaomba unisaidie katika maombi. Tafuta a trusted person, mwambie kwamba kuna hiki mimi kinapitia na kimeakamata maisha yangu. Niko nasema Bwana Yesu asifiwe, niko nasema hivi, lakini ili kwa kweli nimeshindwa kuchomoka peke yangu, naomba unisaidie katika maombi. Yes. Lakini pia kuna mtu mwingine anasema unajua bwana, mtu anakushirikisha kuna hiki kitu mimi kinanisumbua, naomba nishiriki katika maombi. Maombi ni mazuri, lakini yanahitaji matendo. Yanaambia mtu niombe katika hili, lakini wewe you don't make any progress. Ufanyi bidii yoyote katika kutoka katika lile jambo. You need to make effort ya kuweza kutoka. Katika last video nisema kwamba you need to sacrifice. Sacrifice is important. Yes, kuna vitu Mungu atakwambia usifanye, unataka kutii, usifanye. Katika maombi katika maombi unayoyaomba, unataka kuanza kuweka bidii ya kuchomoka kwenye vile vitu ambavyo tayari shetani alikuingiza huko. Katika uovu ambao shetani alikuingiza. Kwa hiyo unataka kufanya bidii katika kutoka kwenye hivyo vitu. Yes. Lakini kitu kingine katika hiyo Efeso 6 tumeangalia kwamba anasema upanga ambao ni neno la Mungu. Yes, unatakiwa kusoma neno la Mungu. Iko nguvu katika kuyaweka maneno ya Mungu ndani yako. Neno la Mungu likijaa ndani yako, shetani hataweza kuja kukudanganya. Hata akileta udanganyifu wowote, neno la Mungu Roho wa Mungu atakukumbusha kupitia yale maneno ambayo tayari umeshayasoma ndani yako. Atakwambia no, hii haina standards za kimungu. Hii sio jambo la kimungu. Hili halifanani na Mungu. Hili sio culture ya Mungu. Hii sio tabia ya Mungu. By reading the word of God, you will understand Mungu ni ana culture ipi. Yaani uta understand the culture ya Mungu, uta understand the tabia ya Mungu, uta understand vitu vya kimungu. So neno la Mungu litakusaidia wewe kustructure your lifestyle, kustructure your life. So it's very important for you to read the word of God. Lakini endelea kuweka bidii katika kupambana na kila nguvu ya mwovu shetani, kila mishale inayorushwa kwako, kwa sababu tumepewa hiyo nguvu ya kuweza kupambana na hizo vitu. Usikubali ukaishi maisha ya vuguvugu. Neno la Mungu anasema mtu akiwa vuguvugu anasema atamtapika huyo mtu. You better choose kuwa wa moto ama wa baridi. Chagua. Yoshua anawaambia wana wa Israeli, anasema chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Kama ni Mungu ama ni Bahali.
lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Kuna vitu ambavyo you need to make choices kwenye maisha yako ili viweze kutokea. Kama unataka kubadilika kuishi maisha ya ushindi katika Kristo, manake kuna vitu unataka kufanya maamuzi makusudi kabisa. Maamuzi ya kimakusudi kabisa ili kuweza kujitoa katika vile vitu. Kama hautafanya maamuzi binafsi, no one can come in your life na kufanya maamuzi kwa ajili yako. Ni wewe unayepaswa kufanya maamuzi. Lakini kitu cha msingi ambacho tunataka tukujua kwamba yeye anasema atakuja kama mwivi. So anasema rekebisha yale mambo ambayo yaliyosalia ndani yangu ambayo anataka kufa. Rekebisha kwa sababu yeye anakuja anytime. This is video ni kwa ajili ya kuleta revival within your life. Revival kwa mtu mmoja. Hatuwezi kuongelea revival ya mji, ya nchi ama ya continent kama hatujaanza na personal revival. And personal revival ni kujifanyia wewe evaluation, kuyajua maisha yako wapi. Yeye anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Okay, umejipeleleze, tayari umeshaingia majaribuni au uko kwenye position ipi? Mahusiano yako na Mungu yako vizuri au mahusiano yako na Mungu hayako vizuri? What has to be done? What has to be changed? Kwa sababu shetani daily yuko kwa ajili ya kuwanasa wengi, kuwarudisha kuzimu. Yeye anajua hatima yake ni kuzimu. Kwa sababu ameshajua yeye hatima yake ni kuzimu, yuko busy sana kuwakamata wengi na yeye ili aende nao kuzimu. Na kuomba kabisa Mungu akupe neema. Usikubali kuwa miongoni mwa wale watu ambao shetani yuko kwa ajili ya kuwakamata na kuwapeleka kuzimu. Yes. Shetani ndo kazi yake hiyo. Anakuleta kwenye anaingia ndani yako, anapata chance anaingia ndani yako, akishaingia ndani yako anakuweka kwenye addiction fulani, akishakuwa kwenye addiction fulani unajikuta unataka kuchomoka unarudi, unataka kuchomoka unarudi, unataka kuchomoka unarudi, na akiona kabisa huyu mtu anataka kuchomoka kweli anazidisha vitu, na usipokuwa na nguvu ya kuweza kutoka, ambayo nguvu unaipata kwa Yesu, analeta mauti. Na ukishapata mauti anasema baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Mungu akupe neema ya kwamba usikubali ukafika mpaka ile point ambako mauti inafika bado hujatengeneza na Mungu. Mungu anakutamani, anakupenda, alikufa msalabani kwa ajili yako. Neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo sawa machoni pa watu. Anasema na njia hiyo ni pana sana, waiendeao ni wengi, lakini iko njia ambayo imesonga. Why imesonga? Kumfuata Yesu ni maisha ya sacrificial life. Kumfuata Yesu ni maisha ya sacrificial life. Kwamba kuna vitu ambavyo nafsi yako, mwili wako, akili yako, macho yako utavipenda kuvifanya, lakini kwa ajili ya Kristo utajikataza kuvifanya. Utaacha kuvifanya, utajitenga navyo kwa sababu ya kumpenda Kristo. So njia imesonga kwa sababu gani? It has a lot of sacrifice. Na wengi hawataki sacrifice, na ndio maana wanaoiendea ni wachache. Mungu akupe neema ya kuweza kuchagua maisha ya kusacrifice vitu ambavyo unavitamani hata kwa macho, unavitamani kwa mwili, unavitamani kwa akili yako, lakini kwa sababu ya Kristo unasema no, ninampenda Yesu, nataka niishi maisha ya kumpendeza Yesu. So may God bless you so much. Mungu akubariki sana. See you next time. Ubarikiwe. Don't forget to share, subscribe kwa wewe ambaye ni umeangalia kwa mara ya kwanza, lakini pia comment anything. Kama umebarikiwa na message hii, Mungu akubariki sana. You can comment anything. You're welcome.